Habari za muda huu tena mpenzi mtazamaji, leo tutaenda kuangalia moja kwa moja sababu ambazo zinaweza kumpelekea mtu akapata magonjwa ya akili. Kimsingi, kumekuwa na mitazamo tofauti tofauti kuhusiana na ni kwa namna gani mtu anaweza kupata magonjwa ya akili au ni vitu gani ambavyo vinampelekea mtu kupata magonjwa ya akili. Kwa hivyo leo tutakwenda kuangalia moja kwa moja sababu ambazo zinaweza kumpelekea mtu kupata magonjwa ya akili. Kwa hiyo twende mpaka mwisho. Kimsingi kumekuwa na makundi mengi ya kuziainisha sababu za magonjwa ya akili, lakini kwa kawaida kijamii kumekuwa na sababu zifuatazo. Ya kwanza ni magonjwa ya kudumu kama vile magonjwa ya kisukari, shinikizo la juu la damu, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na hii inatokana na wakati mwingine kutokukubaliana na ile hali kwamba mtu anaambiwa ugonjwa huu ni ugonjwa wako ambao unatakiwa uishi nao maisha yako yote, ni ugonjwa wa kudumu. Kwa changamoto hiyo mtu anakuwa na kiwango cha juu cha msongo wa mawazo ambacho kinampelekea kwenye hali ya kuingia kwenye magonjwa ya akili. Lakini sababu ya pili ni hali ya maisha. Sometimes hali ya maisha, ugumu wa maisha unaweza kumfanya mtu akaingia kwenye changamoto ya kupata magonjwa ya akili, akiwaza apati yale mahitaji ya msingi, mfano chakula, maradhi, mavazi kwa wakati. Hiyo vinaweza kumpelekea mtu kupata msongo wa juu wa mawazo na wasiwasi wenye kupitiliza na kumfanya kuingia kwenye magonjwa ya afya ya akili. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kumpelekea mtu kupata magonjwa ya afya ya akili ni changamoto ya ajira. Siku hizi namba kubwa ya vijana tunasoma, tunamaliza vyuo, lakini mwisho wa siku hakuna fursa ya ajira kwa namna moja au nyingine. Inakuwa ni chache ukilinganisha na namba ya watu ambao wamehitimu au wamemaliza vyuo. Kwa hivyo inaweza kupelekea mtu kupata changamoto ya msongo wa juu wa mawazo na kuingia kwenye changamoto ya magonjwa ya afya ya akili. Lakini kitu kingine ni mahusiano. Sasa hivi kumekuwa na migogoro mingi sana kwenye mahusiano. Watu wanaingia kwenye mahusiano lakini whether mmoja ampendi mtu mwingine. Kwa hivyo inaweza kupelekea mtu kutokuwa mwaminifu kwa mwenza wake, na hivyo kupelekea mtu kupata magonjwa ya afya ya akili kutokana na kiwango cha juu cha msongo wa mawazo. Kama tunavyoshuhudia watu wengi wanapoteza uhai kwa kujinyonga, kunywa sumu kwa sababu ya msongo wa juu wa mawazo kutokana na kutokuwa na mahusiano mazuri na mwenza wake. Hivyo kumpelekea kuingia kwenye hatari ya kupata wasiwasi uliopitiliza, lakini pia na msongo wa juu wa mawazo, mwisho wa siku kuingia kwenye hatari ya kupata magonjwa ya afya ya akili. Lakini pia kitu kingine ni changamoto za ukatili. Tulikuwa tumezungumza mada ya ukatili awali kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia na mambo mengine mengi, kumwadhibu mtoto bila kuwa na kiwango maalum au ukomo, au kumwadhibu mpenzi wako, au ukatili kumuita mwenzio majina mabaya, au kumfanyia ukatili kwa namna yoyote ile kunaweza kumpelekea mtu kupata magonjwa ya afya ya akili. Hivyo basi kuna mtindo fulani wa maisha ambao huko kawaida tu kwenye majumba yetu au kwenye maeneo yetu ya maisha tunauona kama ni mtindo wa kawaida, lakini mwisho wa siku unaweza kumpelekea mtu kupata magonjwa ya afya ya akili. Kwa hivyo kwa kusema hayo yote, mara nyingi sana watu hao wanapopata magonjwa ya afya ya akili, baada ya hapo huingia kwenye matumizi ya vilevi kama vile pombe, kama vile matumizi ya tumbaku. Hivyo kufanya akili yao kupunguza mawazo kwa wakati ule, na baada ya hapo kujikuta wana ile pombe au ile sigara kwa wakati ule inapokuwa imepungua nguvu, au bangi inapokuwa imepungua nguvu, basi warejesha tena kwenye hali ya kiwango cha juu cha msongo wa mawazo. Lakini hivyo hivyo inaweza ikawapelekea kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile homa za mapafu, lakini vile kisukari, shinikizo la juu la damu na magonjwa mengine mengi. Kwa hiyo kimsingi sababu kuu za magonjwa ya afya ya akili ni hizo ambazo nimezitaja. Lakini mwisho wa siku sababu hizo zinaweza kumpelekea mtu kwenda kufanya matumizi ya madawa ya kulevya ikiwemo kama pombe, sigara, bangi na matumizi mengine ambayo pia na yenyewe yanaweza yakampelekea kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile homa za mapafu, lakini pia kama vile kisukari, shinikizo la juu la damu na magonjwa mengine mengi. Kwa hivyo kwa namna moja au nyingine tunapozungumzia sababu za magonjwa ya akili zinaweza kugusa maeneo yetu yote ya maisha. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa na utaratibu wa kwenda kuonana na huduma ya kisaikolojia na ili uweze kupata msaada zaidi. Nafikiri kipindi kijacho tutaweza kuangalia zaidi ni nini madhara ya magonjwa ya afya ya akili. Asante na kwaheri.